Assalamu alaikum, karibuni katika chaneli yetu ya Queen Shebah's Kitchen. Leo tunarudi nyumbani kabisa kwenye mapishi ya kashata za nazi. Na nimepata maombi mingi, watu wanasema kashata za nazi zinawashinda wakati wa kutoa, hawajui wakati gani wanazitoa zinakuwa zimaji. Leo nitawaonyesha jinsi mimi ninavyofanya. Nilipata oda nikasema nitapatiliza hapa ni rekodi niweze kuwafahamisha. Mimi nitafanya hapa kwenye video yangu leo za nyekundu kama ndo hizi na pinki ndo hizi. Nitawaonyesha jinsi nilivyofanya na kila moja nitawatajia flavor niliyotia. Nimetumia nazi 4, nazi chagua nzuri, kavu, kubwa. Ukichagua ziko maji, yani si nzuri, si kavu, na utachelewa kumaliza kashata na unaweza kupata kashata zimaji. Kwa hiyo baada ya kuzitoa katika kifuu, nimezipara hiyo rangi ya brown yote kutoa, halafu nimekosha na kusaga. Ukiwa una mbuzi ndio nzuri zaidi, lakini ukikuna ukune nyembamba ili upate kashata zako nzuri. Usibaruze itakuwa si kashata, zitakuwa si nzuri. Baada ya kusaga nimepata vikombe 5.5. Nimepima maji kikombe 1.5. Unaweza kupima 1 na yani kimoja kifanye kama robo kujaa. Kwa hiyo unaweza kufanya kikombe 1.5 au hivyo nilivyokuelekeza. Na sukari nimetia vikombe 3, nimetia hiliki, halafu nimetia flavor ya vanilla. Nimetia flavor ya vanilla kwa sababu natia rangi nyekundu. Kwa hiyo flavor ni rangi hii nimetia ya pinki, kwa hiyo nimetia flavor ya rose. Nyekundu nimetia flavor ya vanilla. Nimetia rose kwa sababu ya pinki kuendana na rangi ilivyo, na zingine nitawaeleza mbele rangi gani nilizotia na flavor gani niliyotia. Sasa ukiwa unachemsha sukari yako utaona mapovu yanakuwa membamba, yani kidogo. Halafu sasa unayaona yanajaa mpaka unaona kile ikijaa sukari yako ujue inakaribia kushikana. Na hata ukinyanyua mwiko unaona inachuruzika, halafu inakuwa inajivuta tu inakuwa kama hivyo. Ukiwa huna thermometer pima kwa njia hii. Wazee wetu ndio walikuwa wakifanya na wanakuwa hawakosei. Sisi tunakwenda mchomo sana tukipima kwa njia hii kwa sababu hatuna uzoefu na hatutulii. Kwa hiyo hapo tayari mapovu yashashikana, yashakuwa mazito. Kwa hiyo ujue sukari yako tayari. Kama sukari ya visheti vile, halafu sasa unatia nazi yako. Utaitia nazi yote, hii kashata za pinki, za rose. Utakoroga, itakuwa maji kwanza unapotia kwa sababu asili yake nazi ina maji yenyewe, nature yake ile nazi ina maji. Kwa hiyo ina maji na ina mafuta. Kwa hiyo ukitia kwenye sukari itatoa maji kutokana na kwa yenyewe ina maji, na sukari ukigusisha maji inakuwa kidogo inazidi kwa maji. Kwa hivyo ukikoroga, utaendelea kukoroga na kupika, usifanye haraka. Rangi itachanganyika vizuri na maji yatakauka, halafu sasa ndo unaipua. Lazima uiache kwanza kwenye moto na huku unakoroga na moto weka mdogo mdogo, usiweke moto mkali utaiunguza. Kwa hiyo kidogo kidogo. Nimefanya hii halafu nikafanya nyekundu kwa sababu nimerealize nilipokuwa nikionyesha jinsi ya kuweza kujua tayari video iko mbali, nimevuta video kwa mbali. Kwa hivyo nitawasogezea kwenye rangi nyekundu, nitayopika nyekundu ili uweze kuona wakati gani wa kutoa. Kwa hiyo hapo kila ukikoroga mwiko utaona inaganda kwenye mwiko ile nazi, basi utajua tayari. Lakini sasa hapa nawaonyesha kwa kufanya kama hivyo. Unaona ukifanya hivyo kwenye mwiko, ukiona kama ukifanya shimo alafu ile nazi maji yake yanajivuta haraka kuja kati, basi bado endelea kukoroga. Utaendelea kukoroga, utafanya tena. Unaona ukifanya tena inajivuta mara moja maji kufanya povu. Hii aina hii nimefundishwa tangu mwari na mama yangu. Ukitaka kujua kitu kimekauka kama kashata, kama ukipika mboga ya kisamvu, ukitaka kujua kukauka, basi tekniki moja ni hii. Unafanya shimo, unaona sasa inajivuta kwa tabu yale maji na ile sukari, ujue sasa unakaribia kumaliza. Na ukikoroga mwiko unashika ile nazi kama vile wali wa maji unafanya bondo, unashika kwenye mwiko, basi ujue tayari kashata. Unaona nafanya tena, unaona inakuwa inachukua muda kujivuta ikaje ikashikana, basi ujue kashata yako tayari kutolewa.
na mwiko ukikoroga unashika, basi ujue unaona inashika mpaka ukumute, basi ujue upo tayari kumaliza. Kwa hiyo nitamimina kwenye kibao, nimepaka mafuta. Unaweza kutumia tray, lakini ikiwa ndo kwanza mpya mwanagenzi wa maneno ya Kiswahili, tumia kibao. Paka mafuta, halafu weka mchanganyiko wako wa nazi, yani kashata, tandaza vizuri iwe sawa kwa sawa, usiwache ikawa huku kubwa huku ndogo, itakuwa kashata nyingine kubwa nyingine ndogo. Kwa hivyo utazitandaza vizuri, halafu sasa utakuja kukata. Na ndipo utandaza, ziache kama kwa dakika 15 mpaka 20 au 25, ziache ikiache kile kibao chako na ile nazi. Halafu itawake kwa sababu inajishika taratibu. Kwa hiyo hapo utaiacha. Sasa ishapoa, utaikata. Utaikata, unaona unakwenda vizuri na inafanya kama kidogo kucrack kwa sababu ishaanza kujishika vizuri. Kwa hiyo utaikata utavopenda mwenyewe kukata, kama nene utakata nyembamba au utakata kashata, design hizi tunazoita za kashata, au utakata za square, utavopenda mwenyewe. Na hii nimetia rangi nyekundu na nikatia vanilla. Ile ya pinki nilitia Arkia Rose, ndo flavor, kwa sababu watu wana confuse flavor, rangi wanaita flavor. No, rangi ni rangi, flavor ni ile taste au harufu. Na kuna flavor hizi tunazotumia za maji, na kuna natural flavor. Natural flavor kama vile unatia hasa strawberry, unatia hasa mango, wazungu ndo wanaita zile ni flavor. Ile yenyewe hasa unaitia mango, unaipika ukaitia, ile ni flavor pia. Ile ni hasa wanaoita ni flavor. Hizi za artificial tunazotia kupata harufu tu. Kwa hiyo hii ya manjano nimetia banana, na hii nyekundu nimewaambia tayari, na hii ya green nimetia mint. Kashata zangu tayari, hizi zilikuwa za order. Na kama una shughuli yako unataka kashata hata kwa kula mwenyewe nyumbani, tunapatikana kwenye namba hii, tupigie, tutaweza kukufanyia na kukupostia kama unataka kupostiwa. Lakini kwa Europe, kwa nchi za Europe au na hapa England tu. Shukran, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.